uadui, ugomvi, wivu, hasira, vizina, haraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Wachie hapo. Nataka nisalie katika matendo hayo ya mwili. Kama Mungu atapeana fursa nyingine tutaweza kusonga zaidi, lakini kwa sababu wakati hauko upande wetu, nitakuwa kwa ufupi kwa sababu tunazo vipindi ambazo zingani mbele. Kwa hivyo hapa Paulo anajaribu kueleza hili kanisa jinsi ambavyo linastahili au yale mambo ambayo wanastahili kuyazingatia kama kanisa. Nini ambayo anajaribu kusema? Kanisa ambalo Yesu alilolinunua katika Roho Mtakatifu. Ndio kwa sababu ukisoma kuanzia Mathayo mpaka katika Ufunuo, anisha dumuni katika Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Wakati Roho hajapata nafasi ndani, ukiangalia pale alianza kuhesabu tunda au matendo ya mwili. Akahesabu pale mambo mengi ambayo Roho, kwa sababu Roho ndiye anaye kuadhimisha mbele za Mungu. Pasipo Roho anachokifanya mbele za Mungu, pasipo Roho Mtakatifu huwezi kuomba alafu maombi yako yasikike pasipo Roho wa Mungu. Huwezi kuwa na ushirika na Mungu pasipo Roho wa Mungu. Huwezi kujua makosea pasipo Roho wa Mungu kukusaidia. Mpaka Roho wa Mungu akusaidie. Kwa hivyo Roho wa Mungu, kwa sababu Paulo anasisitiza ya kwamba kanisa hili liendelee kuenenda na kudumu katika Roho, ili ya kwamba lisije likayatimiza makusudio ambayo ya kwamba, maana mwili unashindana na Roho. Hizi zote zinapigana, zinasababisha wakati ambapo mwili umetawala dhamira. Hata unaweza kuwa watu wafikirie watu wafikiria kwamba si hapo wanakuona stress, lakini mawazo yako ni mbaya. Kwa sababu gani? Kuna mwili ambao badala ungemakinika ya kwamba usikilize Mungu anazungumza nini, unakuta unaanza kufikiria hii ya tule bono. Sasa kule nyumbani ilikuwa nimeacha mahindi nimeanika. Lakini wakati ambapo unaruhusu Roho wa Mungu kukuelekeza, ukifika utaelewa likupasalo kufanya. Hata kama mwili utakuambia kwamba unajua nini, hata ulikuwa hujaenda kutafuta kule nje, unakuta kwamba maswali yako yote Mungu alikuwa nayo hapa. Wakati unaenda unakutana na mtolio. Haleluya. Nyama za Yesu Kristo kama kanisa ambalo Yesu alinunua katika damu yake ya thamani, tudumu au tuenende zaidi katika Roho. Roho
ukiwa ndani mwako, ukiwa kwa maombi, akinitia changamoto ya kwamba alienda ibada ya kwanza, na kushangaza akaona watu wanafunga lakini wako na chai, wanafunga na wanakunywa, wanakula mikate. Haleluya! Wako katika ibada ambayo alienda ya pili, ilikuwa ya kesha. Watu wako kwa kesha na wanafunga zile na kahawa. Ufalme wa Mungu unapatikana katika hali ya kujitesa mwili, ndiposa mwili ukufe. Yesu anasema ya kwamba tangu wakati wa Yohana ufalme wa Mungu unachukuliwa kwa nguvu. Sipoitumia ndio tulipokea, ambao hatukuilipia, ili ya kwamba baada ya mateso tuende katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru katika fursa hii. Asante Roho wa Mungu, maana uliyanena yaliyo yako, ukaondoa yaliyo yako. Jina kuu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Bwana abariki. Tunasongesha imeza chini. Inaweza nyesha. Nimesema Roho Mtakatifu atuongoze, Roho Mtakatifu atufundishe. Tunapokea neema ya Bwana. Tunabaki wa kuna furaha siku ya leo. Bwana analeta mkono